ukiambiwa kinakuuma. Sisi nishuke kwenye daladala ama niendelee kukaa. Unaamua tu kuendelea kukaa kwa sababu una haraka. Kwa hiyo inabidi tuendelee kukaa. Sio haraka tu, una save pesa. Umeshalipia nauli. Bado unajibiwa mbovu. Ushuke kwenye daladala. Unajielewa? Kisa maneno ya konda. Unaendelea kubaki. Inabidi tu nivumilie, nitafanyaje? Maneno ya makondakta ndio mada yetu ya leo inavyosema. Je, kauli gani ambayo ushakwambiwa na konda wa daladala? Yaani kauli gani ambayo unahisi bwana hii kauli haisemi nitoa mchezoni kabisa. Yaani siku yako nzima imeharibika. Au mwingine unakuta hata sio siku nzima imeharibika. Mwingine tu anaambia konda amemwambia hivi naye anajibu. Unaweza kutuma message yako kupitia namba ambayo inapita hapo chini na kusema kwamba ni kauli gani ambayo umeshawahi kuambiwa na kondakta wa daladala. Kondakta, yaani kondakta, unajua makondakta wetu hao bwana. Makondakta nao wana maneno mabovu. Wana maneno mabovu sana. Yaani tena haswa muda nyakati za asubuhi na jioni. Unakuta kama anamjibu yule mtu wa kazini mwanafunzi. Kuna ile kauli mtu anamjibu mwanafunzi. Mwanafunzi paka anasema kwani sisi wanafunzi tuna haki ya kupanda. Tuna haki ya kupanda ya kutumia usafiri wa umma. Yes. Maana yake unakuta mwanafunzi sogea kwa muda sio kupanda watoto wadogo, yani unakuta mtu tena anakusukuma ili usipande kwenye daladala kisa wewe umevaa uniform sare. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi anachelewa kwenda shule au anachelewa kurudi nyumbani kwa sababu ya kukataliwa na makonda. Au unakuta mwanafunzi katoki 500 chake nauli yake ni 200. Ile 200 anamkoda mtu na change na anaambia na 500 akishapata 500 change hamna ulituma kwa 500 sijui nini. Ulituma kwa 500 anaanza tena kumbangana na sababu kwa sababu sana anajua hawezi kumjibu. Sasa wewe mwanafunzi mfano mwanafunzi anapo maneno kama hayo hapo si ndio shuga. Unategemea mwanafunzi huyu afike shule ubongo wake ukae kabisa darasani unatulia unasikiliza. Wengine waga wanaathirika. Yaani mtu kabisa anamaribu kisaikolojia. Siku nzima inakuwa imesharibika. Bora hata si watu wazima kidogo ukituambia. Ndio inaathiri. Tukalimeza. Tunako una friji linagandisha kidogo unagandisha hilo neno. Ukiangalia kama vile wanafunzi vya darasa la sasa hivi wazazi wanaamini watoto wao mpaka darasa la kwanza. La kwanza la pili. Unakuta watu wengine unakuta wamesema kuta ile kitu ni kidogo. Sasa ile kimepewa labda 1000. Hiyo daladala hiyo ya shule hiyo labda tuition wewe bado anakupa 500 unaikata yote. Unasema kwamba kwa nini uko na hela change au kwenye hiyo imeshashuhudia kutana na wanafunzi. Ukipata daladala kama ni mwanafunzi hakikisha una 200 kamili kodo. Baki na 200 yako ili uepushane hizo karaha na makonda. Maana makonda bwana ni wengine ni balaa sana. Yaani mtu anakupa neno kama mwenyewe anashangaa. Nasema hivi anionaje huyu? Yaani kanichukuliaje yani? Unajua makona bwana anafikiria huyu mtoto hana. Wengi wanakuwa hawana shughuli. Hapana. Unakuta mtu wengi ule umri ambao wako pale yani wachache sana, asilimia chache sana unakuta tayari ana mtu ambaye anamtegemea au watoto. Wachache sana. Sasa una mtoto, unajua kabisa una mtoto. Usimfanyie mtoto wa mwenzio. Hata kama una ndio. Kwa nini unamfanyia? Uwezi jua kwa hata kama ukisema uwezi mwanao anakuambia baba naenda sehemu fulani, wewe gari lako haliendi huko labda Gongo la Mboto. Labda naenda wapi huko Mbezi. Mtoto anashua anasema shule Gongo la Mboto. Uwezi kugeuza gari uende Gongo la Mboto kwa sababu ya mtoto. Uache pesa. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mtoto lazima atapitia msukosuko ambao wewe unapitisha watoto wenzao msukosuko ile hivi. Hivi tuulizane hivi kwa nini hao makondakta wetu hawa wanakuwa na kauli fulani hivi za kukereketa au ndo kazi yao pia inakuwa inawachosha maana wanadili na watu wengi kwa asubuhi mpaka jioni anabishana na watu anasemana na watu. Shida ni nini? Au ndo basi tu kwamba ile bwana kila mtu upo kazini kwako heshimu kazi ya mtu. Umeona? Upo hivyo yani tuheshimiane kazini. Sasa ile unakuta umeingia kuna ile moja unaingia kwenye daladala hivi. Alafu nyuma hii unakuta labda kuko yani hamna watu waliojaa. Sasa umesimama zako labda katikati hivi. Labda unashuka kituo labda baada ya vituo vingi vitatu. Unashuka. Sasa umesimama zako tu pale umejiegesha hivi. Haya, gari linaenda kituo kinachofuata sasa pale. Watu wanapanda. Wewe umesimama tu pale unasikia tu konda anaropoka. Wewe msee vipi? Sogea mbele. Wewe vipi? Rudi nyuma. Umesimama. Yaani kuna siku shughuli nilikuwa nimesimama hivyo. Yaani nilikuwa nashuka kama vituo viwili mbele. Konda kananiambia, "Wewe ni sanamu au?" Watu walicheka kwenye gafu kuna watoto wa kike mle ndani. Lazima ikutachi. Yaani kuna watoto wa kike wamekaa. Yaani walikuwa wengi. Hebu imagine wa kiume afu na wewe. I say nauma ile kitu asikwambie. Yaani nibaki tu. Yaani unajua unazuga kama yani kama umesikia lakini niliendelea kushikilia bomba hivi.
nikasema ngoja nifanye mbishi. Nikakaa kama sekunde kadhaa, alafu baadaye nikaanza kujisogeza ile mdogo mdogo unajivuta tu ile sijaona kwamba huyu mtu ametazarau akaanza kunani kuzalilisha tena pale. Mimi ni kwa mega service. Mimi ishanikuta hiyo konda kama hivi konda. Ngo kwa daladala kule kusimama mpurushani watu wengi. Watu sasa mkonda watu wamejaa. Mimi nimesimama nimeshikilia na bomba la mangoni. Afu unaniambia kwamba sogea nyuma. Wewe mshezi kwanza mimi nikamwambia wewe unaonaje mimi nasogeaje hapa? Unasogeaje? Nasogeaje? Naanzaje sasa? Watu wamejaa hapa mimi nasogeaje? Sogea nyuma hapa nikaambia baba, kama uwezi kubalance watu wasiendelee kuingia huko ndani kama wanataka kupata pesa. Pesa zipo haziishi. Kwa sababu unapoendelea mimi kuna mimi nisogea huko mimi najibana, afu na ninaposhuka mimi ni karibu. Kwa nisubiri kwanza nishuke utaendelea. Subiri kwanza shuke wewe endelee na shughuli zako. Bwana unaweza kutuma comment yako na wewe ukaweza kuwa sehemu ya mada yetu ya leo ambayo ni kwamba kauli gani ambayo ushakuambiwa na conductor wa daladala ukahisi kwamba hii inakukereketa sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Selina kutoka Mbande. Mada niliyoambiwa neno ambalo niliambiwa ni kwamba kama utaki kubanwa kanunue gari lako, ili ni gari la abiria. Na utakia jioni njema hapo studio. Hii kauli watu wengi washakuambia bwana wewe kama sukanue gari lako bwana, unajua zile wewe alafu kuna kauli moja unaweza yani hivyo unababa usinisikuma unakuta na wa nini abiria wenyewe ni wabishi wao unakuta mmebanana na yeye anataka na yeye mwenyewe anataka ajiachie. Sasa tena bado mmebanana, yeye anataka tena ajiachie. Anasizia milioni mdomo sasa naye akiona ukaanza kuongea naye anadakia pale pale. Kwani kama mtaki kubanana katafute gari lako ile gari ninajumuia. Kwa huyo mtu mimi siwezi. Kuna huyu anasema mimi naitwa DJ Bentoa, nilimwambia mimi nashuka akaniambia yeye ana blanketi. Huko hapo. Yaani anamwambia bwana kona mimi nashuka kituo fulani. Akamwambia mimi na blanketi. Jamani. Bala, wakaba kwa daitwa ni hatari sana. Ulipi nauli? Ulipi? Unashukaje sasa? Sikulipi. Mimi hujashia kwa kituo cha mwisho anakupeleka. Kituo cha mwisho? Unajua anakwambia mimi sijai kulipa nauli. Kuna siku sikulipa nauli kwa sababu ya maneno machafu ya konda. Yaani mlikuwa mnabishana au tunabishana. Alianza mwenyewe konda. Nimepanda kwenye daladala vizuri, nimepanda. Akaniuliza unashukia wapi? Nikamwambia sasa naposhukia. Baada ya kutaja sasa naoshukia, nilikuwa nimesimama. Akaanza aone mtu anaomba namba. Mimi nikamwambia mimi waona no. Kwanza nikamwangalia mimi nataka kumtathmini, nikamwangalia, nikamwambia simu sina. Naweza kwambia simu sina afu simu nimeshika mkononi. Simu sina. Sasa ndio anakuwa ameshaiona kwa maana mbona simu anapa ananiambia hana. Baada ya kumkatalia vile, akaona huyu binti huyu michosho. Sasa baada ya kuona simemnyima namba, akaanza kuniombea maneno ya kashfa. Ananiambia vile mimi kituo changu nakiona kile pale. Yaani kitu kinachofuata. Alipomaliza nikamuza tu umemaliza? Ndio namaliza funika kashuka. Ile hela si nini nikamwambia sikia nikwambie. Yale maneno kwa ananiambia mule kwenye gari ndio nauli yangu mimi. Uwezi akufuata kweli? Alifuate. Mwenye dish. Huyu anasema kwa majina anaitwa Faisal Amudi. Mimi kero ambao nimeshakutana nayo nilipanda gari. Sasa mara naambiwa shuka kwenye gari kisa nimesema tumebanana tu. Yaani alisema ile unajua ile kwamba abiria sogeni nyuma pale bananeni. Sasa huyu akasema bwana kwenda tumebanana huko. Akashushwa maana. Uweze amini alishushwa. Afu na nauli hapo umelipa au? Nauli ndio kana alikuwa hajalipa huyo. Wewe umelipa nauli. Sema hata kama alikuwa amelipa nauli of course atakuwa anarudisha kwa sababu kama alimshika kituo cha njiani hajafika kwenye sema. Inabidi tu amlipe ile nauli yake ambayo alikuwa amempa. Huyu mwingine anasema anaitwa Ruzel, anatokea Songea. Nakumbuka siku naenda shule konda nikampa hela ya nauli. Sasa nikawa namdai change konda akajibu. Wewe bwana kwa hela gani? Hii shenitokea hii. Si mwanafunzi? Na nategemea ulimpa shilingi ngapi? Hii kuna siku ni 500 change urudie. Hii inakuwa imeenda hii. Nilimpaga 5,000. Sasa alikuwa anatakiwa kati 700. Umeona? Alinipa shilingi ngapi? Alinipa 2,000 kwanza akaniambia nyingine ndakupa. Tukaenda sana nataka kushuka kitu ngine. Ndio kinashukia hicho kitu ndio nashuka. Nikamwambia konda change akaniambia hela ipi? Nikamwambia konda bwana mimi nakudai nimekupa 5,000 akaniambia hujanipa 5,000. Wewe sikushuka. Ulienda mpaka mwisho. Tena mpaka mwisho.
Alikurudishia hapo kurudishia. Alikuja kunipa mwishoni, lakini baada ya dereva kuongea na kaambia huyo kama alikupa hela haizi kukuibia. Unajua yani kuna ule muda kwamba yani wanaamini kwamba mtu anaenda kudai change yake kwamba huyu mtu anakuja kuniibia mimi hela. Kumbe sio, mtu mwingine anakuwa ametoa hela yake kihalali. Ndio ile mtu unashauriwa kama ni konda, unakisha huyu mtu amenipa hela ni kubwa na amesema nitampa change. Unampa ticket, lakini ile ticket kunyuma unaichola. Kama anakudai ni 3000 unaandika ni 3000. Wengine wako wanaandika kabisa alafu ukishalipa anachukua ile ticket anafanyaje? Anaichana. Huyu anasema kwa majina anaitwa Rashadi Mvamila, hakuna kauli ni nyuma kama ukataliwa na konda alafu unapanda na kwambia uwe na hela kamili, sio unapanda alafu unanipa hela ya change sirudishi. Mimi niliumia sana. Alibaki na 500 yangu, nilichukia sana. Waache kutunyanyasa wanafunzi. Na kweli wanafunzi wengi wamekuwa wakiteseka. Wanafunzi ndo wananyanyaswa. Wamekuwa wakiteseka sana. Wewe mtu mzima kama hivi napo kwenda dada unae kama konda atakunyanyasa. Sasa unajua kabisa nikimjibu naona nijibu. Nikianzisha ugomvi naye pia anajibu. Sasa wale ni watu ambao sio kugombana nao kutokana na nini tuseme, kutokana na mazingira ya kazi yao wanaoyapitia ni mengi. Sawa, sasa wewe unatoka na nini? Unaangalia na ustaarabu wa mtu ndio unaangalia ustaarabu pia. Kama pesa yake ni kiustaarabu, sio? Lakini wewe ule ustaarabu wake unatumia kama ndo udhaifu wake. Yaani ule ustaarabu unamtumia kama ndo udhaifu kumpondea. Inakuwa sio kitu kizuri. Inakuwa sio kitu kwa sababu kila mtu ana stress yake, kila mtu ana vitu yake kichwani anafikiria. Unakuja tena unamsumbua. Huyu mwingine anasema mambo vipi, naitwa Joash tokea pande za Bariadi. Kauli mbaya nilipokea toka kwa conductor wa daladala ni pale ambapo alikuwa anakusanya nauli. Nikampa hela imepungua. Akaniambia hili gari sio la msaada. Nilitamani kushuka kwa kweli. Unajua kuna ile ngoma labda una nauli pungufu. Umeona? Sasa unataka ile unataka kupanda daladala lakini sasa hujui namna ya kupanda. Wengi wao wanashauri hivi, kabla ya kupanda ongea naye yani hapa chini kabla hajakuruhusu. Wewe ongea naye hapa chini bana, konda na 200. Konda na 300, konda na 500. Konda yeye sasa atakuruhusu kwamba bwana panda. Akiona haifai atakwambia baki. Kilo safi. Kuliko ile unajitia wewe machino unapanda linakukuta huko ndani. Tena kama hivyo anakuonyesha kwa mule. Njia nzima. Nikuta brand kwamba mimi ni brand kubwa sijui. Njia nzima. Wako na wewe njia nzima. Bora mtu unasema na pungufu labda nauli si 600 na pungufu 100 na 500. Unasimamisha gari kabisa jua kwamba ni abiria, unaambia kuna kabisa na 500 unashukia sehemu fulani. Unamwambia kabisa na kitu. Na kuna hawezi kukatalia basi. Hawezi kukataa. Kama labda pia kituo cha mbali. Kiwa kituo cha mbali anakuambia ongeza basi hata 100. Ongeza hata 100 basi hapo tufidie. Kwa hiyo unakuwa ni namna hiyo. Huyu mwingine anasema habari kwa majina anaitwa Sharks the Cute. Kauli niliyopewa na konda ni kushushwa. Akupewa kauli lakini alishushwa baada ya kusema kwamba daladala ni bovu. Daladala ni bovu bwana, akashushwa. Hiyo balaa, yani daladala ni bovu bwana, yeye akashushwa. Mimi naangalia tu kwenye hela pale. Ila nilikuwa nimelipa sijali. Bwana hiyo sio mbaya. Madeti mezani ndio kama hiyo hapo ya kauli gani ambayo ulishakwambiwa na conductor wa daladala hadi ikakuuma, yani ukahisi kwamba konda amenichukuliaje mimi? Unajua inakuona kuuma, unatamani umjibu lakini unaona inashinda. Ngoja tu niwe mpole, nivumilie, safari yangu iishe salama. Kwa sababu unajua anapokaribia siku pale hiyo imeisha, siku yako zima inakuwa imeisha pale. Lakini jaribu kutumia lugha nzuri, jaribu kuwa naye muelewa. Ukianza tena kubishana naye maneno, kurushana naye maneno, haitajenga kwa sababu huwezi jua mule ndani unavyoongea kwenye daladala yupo nani anakujua. Hata kama mtu anayekujua huwezi jua kukutana na hao watu sehemu gani. Umeona kwamba huyu mtu kuna siku kwenye daladala nilipanda naye alikuwa anabishana na konda, anabishana lugha chafu, lugha za matusi. Kwa hiyo inakuwa inakuwekea CV mbaya. Kwa hiyo wewe jaribu tu kuongea naye kiutaratibu. Kama umepungukiwa nauli, ongea na konda kabla ya kupanda kwenye daladala. Usipande kwenye daladala ndio unaanza kuongea na konda kwamba konda na 500. I say konda atakona wewe. Kwanza anakuangalia. Kwanza atakuangalia, ataendelea kwanza na watu wengine. Kusanya nauli. Afu anarudi na wewe sasa. Hasa ndo chamtema kunda kipata. Chamtema kuni kile. Ndio unaposema najuta. Kwa nini sikumwambia kwa bwana, mmetisha kinoma noma watu wote ambao umetuma message zenu, kauli zenu tumeziona, tumezipokea pia na tumezisoma hapa. Lakini pia ni ombi kwa makondakta pia. Tunaomba jamani wanafunzi,
muangalie kwa jicho la huruma. Ndio tunatafuta hela na lakini tuangalie wanawahi shule, ni taifa la kesho hilo. Yani bila kuwekeza pale ni taifa la kesho. Au baadaye akaja kamua hata mwanao. Uwezi jua. Kwa hiyo tujaribu kuwabeba, yani kuwajaribu kuwafanyia namna yote ili na wao pia waweze kujenga dunia yao, waweze kujenga maisha yao. Segment yetu ya mada. Segment yetu ya mada ndio tunaifunga hivyo. Tuende kwanza break, then tukisharudi hapa tunakuja na mada yetu ya mwisho kabisa kwenye pull up siku ya leo, mada ya infotainment. Usiondoke maana leo pamoto ndani. Power of God Fire Church lililopo jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Danton Ludovick Rwaikila linakukaribisha kwenye ibada siku ya Alhamis kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 1 usiku. Jumapili ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Ili kufika kwenye kanisa la Power of God Fire Church popote unapotokea jijini Dar es Salaam, panda daladala zinazoelekea Gongo la Mboto, kisha panda daladala zinazoelekea Chanika, shuka kituo cha daladala cha Sheraton, utalikuta bango kubwa la mtumishi wa Mungu. Pia unaweza kufuatilia ibada zetu live kupitia YouTube channel Power of God Fire Church. Kwa maombi na maombezi piga namba 0753230680 au 0717538499. Madhabahu ya Power of God Fire Church imekuwa ikifanya matendo makuu na ya ajabu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali na Mungu atawafungua. Power of God Fire Church, Mungu wetu ni moto ulao. Kila sekunde ndani ya dakika, kila dakika katika lisaa na kuwaza wewe. Tunaahidi kuleta vitu vitamu ambavyo vitaponga moyo na kuacha kuwa na furaha kabisa. Ndani ya Rabi TV, kisima cha maarifa. Rabi TV inapatikana kwenye kingamuzi cha Star Times kupitia channel namba 121, lakini bila kusahau ndani ya kingamuzi cha Azam kupitia Other Channel. Ukifika tu pale unaipata Rabi TV. Unakwama wapi wewe? Rabi TV. Wow! Bado tupo sana. Ingawa hii ndio inakuwa segment yetu ya mwisho thabiti Ritanda. Inakuwa segment yetu ya mwisho kabisa kwenye pull up siku ya leo. Siku ya lini leo siku Jumatano tarehe 26. Lakini kwenye infotainment leo ni baraa sana. Watu wameona wivu, watu wanaendelea kuona wivu, hususan jinsia ya ile jinsia nyingine ile. Wameona wivu, wenzao kapata. Wasanii wengine wameona wivu. Yaani ni vitu ni vingi thabiti. Vitu ni vingi sana. Na hii yote ni kutokana na hiyo harusi kubwa, tunaweza tukasema. Harusi kubwa sana. Hii ambayo mlikuwa mnasema mtahudhuria. Tulihudhuria. Bila hiyo harusi kubwa.
harusi kubwa kabisa ya kwake Davido pamoja na Chioma ambayo ilifanyika siku ya jana. Tuliweza kuona wasanii, watu wa magavana, watu wa serikali, yani watu ni wengi sana walikuwa waigizaji. Kifupi ilikuwa babu kubwa. Yani kiufupi, yani katika kiufupi tuite, ilikuwa ni babu kubwa. Umeona, ilikuwa ni babu kubwa. Sema nilibahatika kuona vipande kidogo kwenye mitandao. Naona shughuli zilikuwa nyingi. Shughuli zilikuwa ni nyingi sana. Au yani wahusika ndio walivaa nguo karibia si mara ngapi wanabadilisha. Yani zile nguo ambazo walizivaa pale ni karibia mara 8. Yaani anavaa anaenda anabadilisha, anavaa anabadilisha, anavaa anaenda kwenye tukio ile anabadilisha. Hivyo anaenda na kurudi na. Yaani mimi nilichukulia kama show, sio harusi. Ilikuwa kama show. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema kwamba hii ni harusi au nini? Tutazame clip hiyo hapo inapita hapo. Namna ambavyo ilikuwa huko hiyo siku hiyo ya jana. You're the one I want to. Before my liver start to fail, you're the one I need oh. Before cassava start to hail, and if I ever leave oh, make what I carry me they go far away, far away. So I am looking for a sister, Chioma my lover oh. She got the dollar, she the wear designer. So I am looking for. Hapo ukitazama hiyo clip unamwona Olamide, unamwona Fireboy, unamwona Pato Ranking, unaona wasanii kibao. Yaani wasanii karibia wote walikuwa pale. Kasoro Wizkid hakuwepo, alishindwa kuhudhuria, lakini Burna Boy pia naye alishindwa kuhudhuria. Kuna mtu leo asubuhi alikuwa ananiuliza vipi ulimwona Diamond huko? Nikamwambia Diamond sijamuona, yupo zake Ufaransa. Of course pia ni rafiki wa karibu sana na Davido. Diamond ni rafiki yake mkubwa sana, kwa sababu tukumbuke walitoa ile nyimbo yao ile number 1 remix ile, kama unakumbuka kitambo hivi impeleka Diamond ndio impelekaga kimjini kipindi hicho. Kwa bwana Davido jana amefanikiwa, wanaita kuvuta